vile wingi wa nyota ndivyo ulivyo wingi wa baraka. Acha midomo yangu ikushukuru, mimi nayo nyumba yangu tutakuimbia wewe. acha midomo yangu ikushukuru. Sadaka ni kiwakilishi chetu kwa Mungu. Ingewezekana nimwonyeshe Mungu, nijitoe Mungu mimi kwa Mungu kikamilifu, lakini siwezi nikamwonyesha Mungu jinsi ambavyo nimejitoa kwake, isipokuwa nitamwonyesha kwa unyenyekevu, kwa kubeba kile ambacho kinatoka katika roho yangu, nafsi yangu, kile cha thamani, na kipeleka kiniwakilishe nafsi yangu, moyo wangu kwa Mungu. Kwa hiyo sadaka ni kile kitu chochote cha heshima unachokitoa moyoni mwako kwa ajili ya nani? Ya nafsi yako, kwa Mungu, sio kwa ajili ya Mungu. Watu wengi wanafikiri tunatoa sadaka kwa ajili ya Mungu. Ukweli ni kwamba Mungu ni mpaji wa mambo yote. Mungu hana shida na kitu chochote, hana shida na ng'ombe, hana shida na kuku, hana shida na chochote, wala fedha na dhahabu. Biblia inasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Dhahabu ni za kwake, amezitengeneza. Madini yanayotengeneza fedha ni ya kwake. Angekuwa na shida na fedha, dhahabu alizokuwa nazo kwa ardhini angezificha mwanadamu asisipate. Angekuwa na shida na mnyama, anao wanyama wote. Sisi tumezaliwa, tumewakuta duniani wanazunguka zunguka, akatupatia sisi kama urithi tu. Msifu Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo niliwaambia siku ya kwanza, Mungu ametupenda, ametuheshimisha kwa upendo wa milele, ametupa miliki yote ya dunia kuwa urithi wetu. Vitu vyote ni viumbe vyake na mimi ni kiumbe wake. Kwa Mungu hahitaji chochote, ila anahitaji nafsi yangu. Sasa nafsi yangu naitoaje kwa Mungu? Moyo wangu nautoaje kwa Mungu? Nautoa kwa Mungu kwa kufanya ibada, kwa kufanya ibada. Ibada maana yake ni kutolea sadaka. Ninapomtolea sadaka, maana yake nimemwabudu, nimejishusha, nimejiona mimi si kitu mbele yake. Kila kitu nimekiweka chini ya Mungu wangu. Halo. Ukisikia parokiani, paroko, mwenyekiti au jumuiani wanahamasisha sadaka, hawahamasishi ili wapate vitu. Ni Mungu anasaka mioyo yetu, ni Mungu anaitafuta mioyo yetu, imrudie yeye, imtegemee yeye. Kwa nini? Kwa sababu tangu anguko la mwanadamu, jeraha lingine la dhambi ya mauti, la dhambi ya asili, ni mwanadamu kutegemea viumbe badala ya kumtegemea Mungu. Tangu saa ile alipokitii kiumbe, mwanadamu alikitegemea kiumbe, alikitumaini kiumbe badala ya kumtegemea na kumtumaini nani? Mungu. Mungu akaweka mfumo wa sadaka ili kuirejesha mioyo kwake. Sasa tunairejeshaje kwa Mungu? Na tumefukuzwa bustanini, Mungu akaandaa sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Sadaka. Sasa kwa leo ili sadaka yako iwe kamilifu, inahitaji mambo matatu. Yaani ili uwe na uhakika nimetoa sadaka, kuna mambo matatu ya kuzingatia. Cha kwanza, madhabahu. Manake madhabahu unapoenda kutolea sadaka, ni madhabahu ipi? Sio kila madhabahu ni ya Mungu wako. Kuna madhabahu nyingi za kanisa Katoliki panainuliwa ngazi 3 na kuendelea, si ndio baba paroko? Unakuta pameinuliwa, alafu hapo ni patakatifu pa patakatifu. Utakuta pana altari, mahali pa kuchinjia, mahali pa kafara, pa kutolea kafara. Katika altare ya hapa duniani mpaka altare ya mbinguni ni padri, kuhani, mtetezi wa ukweli, ndiye anayeweza kuitoa sadaka yetu na maombi yetu mpaka katika altare ya wapi? Ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mahali penye padri, uwe na uhakika Yesu yupo, kuhani mkuu yupo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa sadaka ina kanuni. Watu wengi wanatoaga sadaka kana kwamba wanatoa michango, na ndio maana sadaka zao hazirudishi majibu. Tumsifu Yesu Kristo. Sadaka ili iwe sadaka, nimekutajia vitu vitatu vya muhimu.
Vitu vinavyofuata 4, sadaka lazima iwe na nia. Mwambie jirani yako nia. Lazima ipelekwe kwa Mungu na nia au maombi. Usilete sadaka kwa Mungu bila nia, bila maombi. Ukileta sadaka bila nia, umeleta mchango. Manake hata Mungu akitazama kile ulichokileta, hajui wewe unataka nini. Ukisoma kwenye Biblia, na nitakupitisha hapo kwenye maandiko, kila mtu aliyetoa sadaka na sadaka yake ikaingia kwenye rekodi ya maandiko matakatifu, utaona kwanza alikuwa na nia maalum iliyomsukuma kutoa hiyo sadaka. Sawa sawa, nia na maombi. Sasa ili sadaka yako iweze kuwa bora kwa Mungu, inategemea nini? Nia. Sawa sawa, unatoa hiyo sadaka leo kwa nia ipi? Jumapili umeenda kanisani, uliandaa nia gani kutoka kule nyumbani? Au ulikuja kuhudhuria kwa sababu ni Jumapili? Au ulitoa kwa sababu wenzako wamesimama na mimi nikatoe? Ulikuja Jumapili kumwabudu Mungu, ni nia ya kwanza, kumpa Mungu sifa na utukufu. Na ndio maana kuhani sasa akishasimama hapa mbele, kama ni baba paroko au paroko msaidizi ndio anafanya ibada siku hiyo, akishasimama hapa mbele, baada tu ya kumaliza sadaka, tumeshatoa michango misa, tunaita michango misa, lakini mimi nasema ni sadaka. Sawa sawa, ni sadaka. Kwa sababu gani? Utanielewa. Tumetoa zaka, hizo ni aina mbalimbali za sadaka: zaka, malimbuko, shukrani, mchango misa, zote ni sadaka, tumezitoa. Padri kabla hajaenda kumtolea mwanakondoo ambayo ni sadaka ya Yesu, nitazungumza, anatualika tusali. Anasema, salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ipate kibali kwa Mungu. Manufaa yetu sisi tuliokuja kushiriki hili tambiko, kuna manufaa nayoyataka katika hii sadaka. Hapa ndo nakuuliza, nia yako iliyokutoa nyumbani kuja kuabudu, unaitaka madhabahu iachilie manufaa gani kwako? Wakati mwingine panakuwaga empty kwa Wakristo wengi, hatuwekagi nia pale, tunabaki tunasema tu kwa manufaa yetu. Mungu akija kuuliza kwa manufaa yapi, uliomba nini, ulinia nini? Hakuna. Kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Kwa sadaka ni kwa sifa na utukufu wa Mungu, kwa manufaa yangu mimi mtoa sadaka na manufaa ya mwili mzima wa Kristo ambao ni kanisa. Ndio sababu tunatoa sadaka, hakuna sababu nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Umeona hapo kwamba kanisa linataka lijenge ghorofa kubwa. Tukitoa hata kwa nia ya kujenga na nini, yote hayo yanaingia kwenye mambo matatu: kwa sifa na utukufu wa Mungu, kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Kama ni sadaka ya ujenzi, ninaitoa hii sadaka ya ujenzi kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kwa manufaa yangu mimi binafsi na kwa manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Sio kwa manufaa ya paroko, sio kwa manufaa ya mwenyekiti wa halmashauri wale na kamati yake, sio kwa manufaa ya katekista wala nani, ni kwa manufaa yangu mimi na jumuiya yote ya kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Kutafuta kibali cha kimungu ni wapo duniani. Mungu asiponikubali mimi duniani nitafanya nini? Abeli alikuwa na mahangaiko ya kutafuta kibali cha kimungu. Kama ninaishi niishi kwa kibali cha Mungu, kama ninajenga nijenge kwa kibali cha kimungu, kama ninaoa nioe kwa kibali cha kimungu. Yaani Mungu anikubali mimi na mambo yangu na kazi zangu, Mungu azikubali zipate kibali machoni pake, ndio mafanikio au ndio baraka yenyewe. Unapotoa sadaka, Mungu hahitaji kwanza vitu, ana shida na wewe. Mungu hakuwa na shida na sadaka ya Abeli, alikuwa na shida na Abeli. Na ndio anasema akamkubali Abeli, ndipo akaipokea sadaka yake, akaikubali sadaka yake. Kwa maisha ya Abeli yalibadilika kabisa. Hili kuna mambo mawili yalitokea kwenye maisha ya Abeli. Cha kwanza, yeye alipata kibali kwa Mungu. Hakuna mwanadamu wa kushindana naye akashinda. Utaniuliza mbona ndugu yake alimuua? Nitakujibu vizuri kwa maandiko. Ibrania 11 mstari wa 4. Kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na ijapokuwa amekufa angali akinena. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kwa ajili ya kibali mpaka leo Abeli anafanyaje? Ananena. Kuna mstari tulisoma jana kwenye kitabu cha Mwanzo. Mungu akamkumbuka Adamu na Eva
wakapata mtoto mwingine, wakamwita jina lake Seti. Kwa nini? Wasema Mungu ametuhifadhia uzao mwingine mahali pa Abeli ambaye ndugu yake alimuua. Kwa sadaka ya Abeli, japokuwa Abeli aliuawa kimwili, Abeli hakufa kiroho, baraka yake iliendelea. Kwa hiyo mtoto anaitwa Seti, kwa sababu mama yake alipompata tu mtoto alisema, nimepata mtoto mwingine, Mungu amenihifadhia uzao mahali pa Abeli ambaye ndugu yake alifanyaje? Alimuua. Kutokea hapo ndio watu walianza kuliitia jina la Bwana. Ni kizazi ambacho kinajua kumtumikia Mungu, kinajua kuitafuta madhabahu ya Mungu. Ndio hapo kizazi hicho kikaanza kuliitia jina la nani? La Mungu aliyemkubali Abeli. Ukiangalia hichi kizazi ndio walikuja kuzaliwa nani? Nuhu. Wewe unapotoa sadaka unaifikiria vizuri, unaitafakari kwanza, au unatoa ile mradi umetoa? Na kanisani, uje kanisani hata kama umependeza kiasi gani, jikwatue pendeza kuliko Wakristo wote. Njoo sali kwa nguvu kuliko Wakristo wote, imba kwa nguvu kuliko Wakristo wote. Kama hujaandaa moyo wako kwenye toleo la sadaka hapa, haujaja kuabudu. Tumsifu Yesu Kristo. Haujaja kuabudu, umekuja kufanyaje? Kutembea. Umekuja kututembelea. Tumsifu Yesu Kristo. Mahali ambapo Mungu anashuka kuchunguza mioyo ya watu, kukusanya nia na maombi yao, kuchukua mizigo yao, ni wakati ambapo sanduku la sadaka limewekwa hapa. Mnapokuja kutoa sadaka,